leader that we meet His Excellency. Nduwezu yenyu wambiye nese of cooperation agreement. Nuko na ODM mundu mawde. Na methina muno. Mundu maizo of cooperation ngwe atelana service wanenga mwanyosu. Mundu su denge ne anake munopyo tutumendo nongi. Ando ngeni maita imeje na ingu mutabia. Ithi yako ambiye na ningu tungelela. Mondula tumbete na ndabise 2007 Mondula umwe tumbete akavikia kilasi cha kweti osumbe etawa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. And I can tell you, I will carry that vision until it happens. Don't we see and wana negotiate and maneki and umbite for no ngokuno wa medo. Matunebe. Wana na osumbe nduka. Anumango o muula mwembu anago na undu moka na ningu mukuli. Kindu kiitwa kawawa ka kevo esobya neina po. Niona moikuzia mask. Ekuzia muno piu wamba tiva. Ka ukwata ke ulecha ndimi tuki muno piu. Tuizovya na corona nondo wausu nongi to expect no dela lakini ndio dela to alaisovya ngaya mwadhibe na imweka nesa. Thank you Mheshimiwa Msimba. Asante makofi kwa senator wetu. It is now my distinct pleasure kumuita the Deputy Governor of the County of Makueni, Mheshimiwa Her Excellency Andelina Mwao. Karibu sana. And thereafter, vile nilisema tuko na only two other speakers, itakuwa ni PS Dr. Muya na party leader His Excellency Kalonzo, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Karibu sana Her Excellency. Karibu. Namadi Ndande, asanteni sana kwa familia ya Ngui ambaye alikuwa rafiki yetu, kwa bibi yake, watoto wake, wale ambao wako na ukoo na Ngui, kwa the assembly that worked with Mheshimiwa Ngui, kwa speaker, kwa the county executive ambao tulikuwa tunafanya karibu sana na Mheshimiwa Ngui. Nataka nichukue nafasi hii niwapatie pole. Poleni na Mungu atawapatia nguvu. Kifo ni kitu cha kitu ambacho hatuelewi. Kama tungeuliza Mungu kwa nini ulifanya hivi, kwa nini ulimchukua. Mheshimiwa Honorable Kalonzo ambao uko hapa, waheshimiwa wote, senator, Mheshimiwa wa KYATHI ambao ni mjumbe wangu, the county executive ambao wako hapa walionekana, lakini ningetaka wale wafanyikazi wengine ambao tunafanya kazi nao wasimame mahali wapo ikiwa wako karibu. Ikiwa wako karibu, nataka nichukue nafasi hii niseme Ngui tulikuwa tunafanya kazi na yeye tunavyokumana savio tondu governor kibuda kibona sick leave kwa niye ni activity ta governor wa Makueni na ibinda ya budget ningu lilika na Mombasa all the time ayuka tukonsort nake ayuka akatuya ta executive as members measio and I really remember na Mombasa wakana na tia county assembly na executive. He came to the car before I left. He was smiling and he was telling me all will be well. That was Mheshimiwa Ngui. Mheshimiwa Ngui is a very peaceful person, a smiling
a smiling MCA, not controversial, a friend to the executive, the person who worked with the executive very well. I'm not saying he's the only one. We have members that really work well with us, and I want to say you have made our work easier in the county assembly. When I was called by Mheshimiwa Tangai, I was holding a cup. Mundu anawabumiye ambia Mheshimiwa Ngui tuinake nenda vyondenge kwa kikombe nina kwete chambo waluka mundu. I could not believe it. I could not actually believe it. So I want to say to the family, you had a beautiful person, and that beauty I know remains with you. We came to condole with you before this week as executive, and I want to repeat, Kana Turime, we will support you. We will support you because Ngui, you've heard the governor saying Ngui was a friend, and truly a friend. You can see a picture in the booklet where Mheshimiwa Ngui is just walking with the governor very freely. He was a free spirit, a beautiful person. I remember when he was actually was put out of the deputy chair, he called me. I didn't know what to say. He told me, I didn't know what to say because he was harmless person. So when I took it to me, and the mango, Mheshimiwa Ngui, anaimodhokoni. Katiyo, anaimodhokoni. Na maondola Mheshimiwa Ngui, Mheshimiwa Hari Udokie. Pengine wali Mheshimiwa Ngui, waharika Yesu. We want to cry with you and know that ngayimana wetie no kumeneza bondonge a replace Mheshimiwa Ngui. Tondo muna tia msingi, nimesema msingi simetokuatia. Nienda kwasya title deeds sangu masumba, they are ready. In the next 2 weeks, nitaonanga na title isu. Na nitaonanga miyeime kwa county government ya Makueni you ready kuka kunenga na title deed isu. Nendani correct senator kana title deed isu nituatie na tunasio. So in the next 2 weeks, no chadi kuwanga tunanga mechau, tunanga na title deed isu. Emali Mwala Road, it is an effort, and Emali Ukia Road, it is an effort of the county government. Talking to the people that be, and we've gotten it, and we'll continue following. The other thing I want to say is that we were asked, na over one now, please can you say please? Please can you say, I think no sale kunanga nandaya, and especially it will become Munduendaya, tunanga nandaya, Mundu, Tulika Munduendaya. Tunaandikiwa ni waziri wa health to release Dr. Mwana Adi Akavokome of the national government. I saw the letter addressed to the governor to release Dr. Mwana and Yakamateresewa of the national government. Remember Dr. Mwana for the last 8 years has been the chair of all the ECs of health in the country, and he has done a good job. So, talk reducing maybe to the time of time. Kufika ngani tunaona KUMUMAASYA atuweke anga kazikuna na national government. Na mimi naenda kwa swali hili. Mheshimiwa
mawazo. Ninaona kiondonya ni act. Kekandi tena ni act. Ninaona kiondonya ni kata ni act. Kekandi tena ni kata ni act. Kwa hiyo na vile siana nina deputy governor wa Makueni County na at the moment nina governor wa Makueni County na kuongela nini acting health minister na nilukoma wiasu niozokoma mama everything women touch becomes a success. Nimokona kivadukanyo kangu tabia kayu weta ukumo kakani weta yuko na umene weta yuko umene. Yes, weta yuko umene. Raila Odinga pia mkumbe wa kana nukwite kivila cha president ni mkumbe wa kwa Raila na nukwite kivila cha president. Kwa hiyo uikona kwa nukite Adelina ndato wa mwitu wa mama nde nukite au meanda meko tuka deputy governor sapa. Asanteni na mbarikiwe. Makofi kwa mheshimiwa tafadhali. Pamoja. 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 Ya, hapa ni kupendana. Sasa. Mheshimiwa karibu. Sasa nataka nimwalike kwa dhati sana our PS mtoto wa nyumbani, PS Treasury, PS wa pesa, Daktari Julius Muya. Karibu sana uhutubie. Karibu. Naomba microphone tafadhali. Mheshimiwa, will you take a photograph please first as we are sorting out this microphone thing? Kindly just stand in front. Otherwise you won't be seen. Thank you. Tafadhali msongeni daktari apige picha. Tafadhali. Daktari karibu. Yeah, that's fine. Baito nataka kulete rambirambi zangu na za familia yangu kwa familia ya Mary na Siana na kwa musiwa Musao Mandale na andola ngio ndema mukonosu na ndumangu Masumba na ombolezaji onde alama okieva ndasi ya poleni na ni aseu nundo waitumi mingi yani kambi onena nionje baane na iliombinge mno kwa sababu mimi nimezaliwa karibu na hapa kwetu ni mahali panaitwa Totine alama isi Totine kwa Gelimoko kwa unume toba Totine na neketheka kengo kwa une mundu wangu Masumba
One mosie. Na ndiasi yakana no monia na ongamaba ya kundu tukwatangana na marehemu. Naende vile mmeambiwa mimi ndio principal secretary katika national government na nashikilia huo wadhifa wa principal secretary wa national treasury. Na vau mbaito ni wote hivyo watu hizi mbeza sito sia ndeno kukola nyambesa kwa nyambesa na kunengane ko ndana mbone no bo wala nika na nitakuwa na mix English, Kikamba, Swahili ili watu wao wanasikia. Ni kusema wakati nilienda kuomboleza na mke wa marehemu, niliambia Mary, say what you want us to do for you. And I want to repeat in front of everybody that as friends, we want to be available to Mary and the children, to support them as much as the Lord gives us the ability to do that. And you know, by listening to the eulogy, especially what Mary said about the late, and even listening to people talking here, for sure, our friend who is departed was special in many ways. You could see leadership in practice. You could see the leadership which party leader talks about, shepherd leadership. Yani, if all of us were to emulate what the late Ngui did, nanya namwita Harrison, akunde sende no with the developed atakuwa swani ataka hivyo ndebati yetake. Just think for a moment, if all of us was a Ngui clone, they not able to be kwa development. Na eva nusomye eulogy yake nesa, when he was working in Barclays Bank, then he was change manager. He was in charge of change. And that in the public sector is what we call transformation. And so, me being a neighbor here, I could see him applying the principles of change in terms of how he was transforming the community. And so I want also to thank the family for giving him the chance to do that which he had passion for. And then let me just touch on a few things so that I can finish what I'm going to say. That in the national government, we are very proud when we see devolution working. See, katika national government, we see devolution working and we get very excited. And what has been seen today in terms of what the county government of Makueni has done, the county assembly, the MCAs, their better halves, it is testimony that devolution works. And in the national government, we are very clear, and especially within the national treasury, when a budget is done, to make sure that we make resources available to the county governments. I want also to add that there is something that we are all aware about COVID. And I want to say the national government is very committed to ensure that there is adequate vaccination for Kenyans to achieve what is called herd immunity, covering at least 60% of the population by 30th of June 2022.
And that is out of the resources that we have as a people, our taxes, the revenues we collect, to make sure that andu ne masanzwa ni kana withie kamuimo kayo mavine ya muno kwa by June next year withie andu ingi muno me asanze akaino ngele kindu kingi cha malelo na wethe be mundu kunena no education malelo in the sense that infrastructure is a key to development. And what we are doing in the National Treasury is to put as much money as possible in the building of road infrastructure. And to the extent that we can also use our own national resources and also use some borrowed money, we are making sure that our road infrastructure is as good as possible, and including what is called public-private partnership in some roads. And so malelo ala mekukamba netu kwenda au twende na usisia nikana malelo sima wetwa ni senator witu na malelo angi omewetwa nikana withie etweke achendi withie no makwato mangorlo maingange nikana withie malelo ni masewa jongelela tuyo malelo ni diasia. Some of the big projects within our region, Emune Boake, Neleng in the Konza Techno City. Undertake katika National Treasury, ne could make sure kana besa ila selo nengano, ne kana contractor mind they are aware, ne siyo nengano in time. And those projects have been going on non-stop because of the guaranteed and assured funding for those big infrastructure projects. And when you compare the work done and the money paid, we are happy that the money is being paid for work that is actually done, which is very important for us as a country. Nikanani ende na uminia. Tuwe siendo sita wa compensation. A compensation ya raisi ya either wa kimone mbo, ukakimwae ni monambo, ukaumwae monambo, kananzo, toto kweleno, na musi akitaka. Alafu pe compensation ingia, wethia lelo ni wesila kwaku. Ukethia ni wane wambesa, nundo lelo ni wesila kitakani chako. There are some compensation claims which are for roads, especially uwa kibwezi kuiuna kitui na isu ni twende na usisi anikana withi andu ni mana mchao besa andwala mena compensation metele nundu wa nyamu na kuumi gwe nyamu onamo no twende na usisi unto na kukatia ni si besa nikana withi ni manewa maikaumia baitu dito nena muno nundu wa masani mindie na no neno muno nundu we maundu ma besa ninge me maana nduni lakini akaini mutabika endode nena tabia ulangu wete obo wake ila naendie silikaleni 2008 ula wambunde asia undu silikali kwekalawa. It is none other than our party leader. Kwa hivyo ni wimogo kwa wa party leader ni wanaenda kwa ngamukule lele kwekalawa akambia mwana atangoni undu kwekalawa kuko ne wambunde sia undu we udukuma wa silikaleni na yuko nondo akitumichu ekane mudhoche ku kwitu na yu to poche honorable Daktari party leader former vice president na ho ne wa party leader wetu Dr. Stephen Kalonzo. Karibu sana utubia. Asante sana. Oh yeah, kana ina deputy governor. Kana ina ndalina wame mkweza bako ate ya vena. Bwana Yesu asifiwe.
Asifiwe Bwana. Baitu mwaseo onagautu ina kimako kingi mwaseo nemono yebyo nemone ngonda tikambuga nako inondo ambayo kolonizi ya manzo na endelina hizo ni kali. Mary and the children, Sheila, Ian, Duta, and my favorite young man there, Jay, and the church. Mimi naleta rambirambi zangu na za familia kwa this family, tremendous family. Kwa sababu tulipopata kifo cha ndugu yetu Harrison, ilikuwa pigo kubwa sana kwangu mimi binafsi na family ya wana Wiper. Was a very key member of Wiper Democratic Movement in the county of Makueni, where Wiper has a majority membership. And nitarudia hiyo kidogo, lakini nilienda nikashirikiana na Mary na watoto and the community of Sitam. Sitam is a short form ya Christ is the Answer Ministries, a very big congregation in our country. And I was telling them that walichukua hata my pastor. Najua wengi sisi huku tulikuwa kwa AIC. Lakini ukienda Nairobi, you either go to Baptist Church or to Sitam these days. And Bishop Callisto Adede was my pastor, senior pastor at Nairobi Baptist Church. Now he's a bishop of Sitam, where we even got him from there. And I know this family spiritually is under excellent care. Tumpigie Mwenyezi Mungu makofi. And as I said, because I'm a believer in the sovereignty and the saving power of our Lord and Savior Jesus Christ, I can confirm, usitoke kwa that congregation, you are yourself a counselor, Mary, but you need counseling. Pia shikilia yale maneno Mama Rose amekuelezea. You may have thought it was light, lakini watu wasikuje na anointing oil. That's what I picked. Wakumwagilie. Alafu akwambie maneno yasiyofaa. These days, and you know the Bible is spiritual, test all the spirits. Test them. Don't just accept anybody who comes your way. Na Mungu atakuwa nawe and with your young family. One of them, of course, Sheila is an advocate of the High Court, and she's working. These are the young people, Senator Junior and PS, na Governor, na all the leaders. These are the young people we want to really cultivate. And the future is bright. Munikubali pia wazazi wa msichana wetu Hope, poleni sana. You know, when Jeremiah 29:11 talks about, I'll give you a future and a hope. And then I'm sure you named that little girl Hope. We shouldn't lose hope. Innocent little soul going to join National Youth Service because she had qualified, and now she has gone to be with her Maker. We must keep hope ourselves now that she's safe. Kwa hivyo poleni sana. Sasa mimi siwezi nikaanza kumjibu ndugu yangu Governor Kibwana wakati anaumwa. Mimi nataka apone, akule vizuri. Deputy Governor, nyinyi na Governor, tena niwakumbushe wewe na Governor are sitting members of Wiper Democratic Movement. Ile mshahara ndugu yangu Governor Kibwana anakula na Andelina ni wa chama cha Wiper.
Na nyinyi mnakula hiyo mshahara wakati party leader wenu ako nje. Hata mumuoni huruma. Kwa hivyo tunataka kwanza, I really wish Governor quick recovery. I wished him well. And Adelina, as you're acting, you're a faithful servant leader. Na vile umeongea hapa watu makanda kabisa. Aika kwa nieki hivi. Kwa vianda kwa ateka. Ita nyamu, ona nyamu ita ambo. Idu ene mayo. And so hapa I'm the betrayer now. Between Maanzo and Adelina. Na hiyo vita imeisha. Tuwapigie makofi kwa sababu tunatoka hapa. Because nikianza kujibu ndugu yangu governor, atasema mimi niliongea alafu nilipotoka Kalonzo akanishambulia. Hapana. I don't want that. We want to give the best escort to one of our best. Smiling MCA. Very qualified. In fact, Mondomo, looking at his qualifications, ameamua kwenda Ivela na Kibela kiki ya Kibwezi West. Kundi simu zimbeka ni anachata. Jise kano kukitia, kanando kukitia mena zambelesi. Wango na motuse masembe tosemba mundu hapa. Ngo na mwaniki nake similarly James Baluka. Na muona vile majikakamua na wale wengine. Mwanataka kiti. What I'm telling you, listen to serious sound advice. Because some of you know watoto yangu kabisa. And I have a duty to direct you properly. Mondomo qualifications you know nasio. Unakemba kwenda Kevela. Aumeano nyamawe. Very qualified. Doing his PhD. So he could do anything. This young man could become Dr. Julius Muya in the years to come. But his life has been cut short by a ruthless road accident. Maoni yangu, I knew the Americans were negotiating with you, permanent secretary and the government, the national government, to do dual carriage Mombasa, Nairobi. This to me is a top priority project. Nundu ilo lizio na ipala ina hiyo na munduzo kwa isa upotea. Ange kutana na kijana yetu, kila mtu akekuwa kwa barabara yake. So this should be a priority. Dr. Julius Muya. I know the Americans wanted to do it. I don't know whether they found the integrity issues along the road. I don't know. You know it better. But in my own mind and in memory of a young friend who has left us young and able when we needed it most, needed his services most, in memory of him, mimi sitalala mpaka nione hiyo barabara, for God giving us the life and the leadership we are seeking, iwe dualized Nairobi, Mombasa. Even as the French, you are discussing with the French, they are dueling Nairobi, Naivasha, Mau Summit. Juzi mekuwa Murang'a. They are doing dual carriageway from Thika. Mahali ile yangu na Kibaki ilifika. Thika. Wanatoka hapo mpaka Nyeri dual carriage. Na ndoma Zendro, ukewa Makumanga president, Uhuru. Kweli, mwadhani ndamanika hako. Na niliwaambia hiyo. Wengine wanakosa heshima kwa mheshimiwa rais ambaye he has put everything to help them. In really as one of them. Vile mahali amezaliwa, you don't choose kuzaliwa. Mimi siku choose kuzaliwa Sekuru. PS moya ambia kuone ndundune. Kanaja tui. Ndundune. Ukalizie kuro na ileza ketenu. And that is home. And we must leave this place better than we found it. Kama huyu mwenzetu Harrison. We must all work to leave it better than we found it. Namshukuru sana ndugu Uhuru Kenyatta kwa kupatia huyu ndugu Julius. Nao hii itaenda sasa. Ndugu Julius Muya kuwa permanent secretary wizara ya fedha. Yaani mondumyo akendo muthi senyu and then
Ye moyezi. Yani mukoza Julius Muya today National Treasury. Do you know that mali yonde ya Kenya, mali yonde kwambia KICC, National Assembly yenyewe bunge, hizi mnajenga, title deed inaandikwa permanent secretary the National Treasury. You may not know, hiyo nimewapa kitu ambao hamjui. Huyu ndiye mwenye mali ya Kenya yote. Tumpigie Mungu makofi, not him. Na nondo mundume nyamuya asya mukamba isi nyamuyo asya bala ikomete. Kana wale balukite because kwamba alikuwa hunters. Naenda na mishuti hiyo nzuri ibaluka na kuosia bu. Nondo wale komete ndio ambako osia. Yo asya bala komete. Meaning you have already shot it na umeiua. Kwa hivyo ndugu Julius, kwa maana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekupa heshima kubwa kwa niaba ya hii community. Hata nilikuwa nabishana na watu wa Makueni. Makwazi hai masaku manengwa makazi atatu wavinya wandeti masi mwangangi na kala. Makueni tuina cash na Makueni mwina permanent secretary treasury. Mwambie hapana wazuni wa chumvi. Lakini nyumbani chumvi ni kengo. Nimwewe kwa PS neva. Na nundo nyamoyo azia ndugu Julius. Shikilia. Now for a start, thank you for what you have done. Nundo neze kau kinyite kakwata nyamoyo kaluma. Konza City will not be making the progress it's doing now. Therefore, the Savannah Silicon Valley ya ajabu ita create in the next 10 years. Mutashangaa Konza itakuwa namna gani. Kwa sasa even a Korean university is ready to break ground today. I think anytime. To start a university ya South Korea dealing with serious science and innovation. Hapa Makueni County. Hiyo kitu kizuri. Na mundume wakautoa aimbesa kuna metukizi akinyeto break. Because mimi na Kibaki tulianzisha. Now President Uhuru's first stop or one of the very first stops wiki ijayo matuko dhatu na Mwanza ikedwa Konza City. Nikanando mekone tosikume ziendo ito hata Kisumu kuikoka mali eko na bado akitoka hapo Fake dam Fake 39 is it 39 billion 39 billion shillings dam kubwa zaidi ambayo itatoa maji sasa kutoka Konza, itoke Thwake mpaka Konza City. PS, single government project. Not the single largest government project. It is now the single largest government of Kenya project. Mweko nange imbi. Ukade no mukamba ni kwebozezia. This is the truth now. And I'm telling you, PS, as soon as it's practicable, work on the connectivity now, because there must be phase 2. Kiwuki umethwake to Konza City. Na kiwi kabuno wakati water town itself. Ama sivyo? Because water must grow. Ndio mimi wakati tulienda na leaders, nilimuuliza President Uhuru Kenyatta nikamwambia ndukaekaleta Kibaki. Na ndiye tuna ambassador Mudhaura kwa Kibaki atekeletwa si Thika Road. Ito Kibaki Road. Anzi ambia Vice President. Na kuleluzi endete kwa yezi yetu. Kibaki didn't want anything named after him. Lakini I propose that SEKU, Southeastern University, Southeastern Kenyan University, SEKU, iwe na campus mara moja hapa wote, because imejengwa, tayari imejengwa, na hiyo in the next 2-3 years, iwe a fully fledged university, ambayo mimi na propose yetu Uhuru Muigai Kenyatta University. Nikanao iwe legacy kwa President Uhuru. Nikanao dhonu ama manei. Uhuru ila tu akwata niye na ake, akwata na moko na Raila. Na manao mundume. Wa manei yui. Nasi inoziezi. Wana watu si inda yue. Nikasema basi. Cooperation agreement. Na tunataka ODM kama anataka cooperation agreement and now answering Senator Junior. Yeye mwenyewe alikuwa pale anabeba briefcase ya ile agreement. So we are ready.
Na nikasema mimi niko tayari kusaidia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuimarisha umoja, kudumisha umoja na amani ya Kenya hii. And I meant business, I mean business. Ni kama mtu mmoja kwa CNN anaitwa Richard Quest. He means business. We mean business. And as we escort our brother here, we mean business. Wote will become. And you know, iko na hapa 4,500 acres. Emali. So that university will be as big as ile ingine iko Kitui, which is southeastern Seku, Kitui campus, 10,000 acres, I believe. So you can grow this thing. And Junior, I'm still waiting because I want to see a Seku tower in Upper Hill. Hiyo ardhi ya, and it was originally Ukai. Originally Ukai ndio hii mniona hii Seku hiyo, you know, hiyo mali yote ni mali ya community hii. Maybe we'll give it to you utuwekee vizuri. Wakora wasiibe hiyo pesa. Because kuna serious prime land in Upper Hill. My dream for it is the highest tower kama hii ya Times Tower. Iandikwe Seku. Ndio mtajua where we are going. Baitu tuoyemwe ni mwanwa. Alafu atakuja anzishe from there Ukia Emali Ukia Road is a reality. Na kusio na babishano ni anani hii ni barabara ya watu wa Makueni. Sina mna hiyo. And when I went first of all kupeleka delegation ya these leaders, Junior will remember when we first went to meet President Uhuru before the cooperation agreement. I presented that Emali Ukia Road. I wanted Governor Kibwana to be there that time. Alikuwa amealikwa kwenda kupeana speech in Rwanda. He didn't come. But I put that road. Na iko very serious project. Na Mheshimiwa PS, isifike tu wote. Ukia of course ikienda Ukia then wote. Then connect hiyo na Vwake Dam. Because jana Kitui tulipanga kwamba itoke Kitui ipitie Katulani, Kanyangi, mpaka Vwake Dam. Then ushikanishe these two counties. It is very important. This is what we are doing. And you know, hii ni mipangilio ya ajabu, which is going to give meaning to development in this place. Kama kijana yetu alikuwa very committed to development. Nataka basi niseme sitaki kumjibu governor wakati hayuko hapa. Because ameongea juu ya nani atakuwa president. Si ndio? Hizi ndio mzungu ya ebo mondo kwa mondo. Si ndio? We mukamba isi we utenzuke na mangi. Hapa hakuna mchezo. Wewe tufikie yu ni bala wetu Asia temana. Yani hakuna mchezo. And we mean business. And I said, now wait, you know, these are all my brothers. Men na haki ya kuitia kibela kio president. Si ndio? Kwanza mtu anaambia ni mtu sio there. Nisika ndo naibu. Mtu tunamtafutia cabinet minister. Hiyo nilipatiwa kazi hiyo. We'll look for him. Tutamtafutia ni kijana yetu. Baba ina Ngui. Mwe ndo nasia. Na wala ukukela nabu akalilikana ni watu wizone Kalonzo Mathikonde ma Harrison. Waina Ngui. Mundu anengwe tikiti wa Wiper. Ukipatiwa tikiti ya Wiper is the biggest honor. What happens in the county assembly after that is minimal. And we have a majority leader and a very able team of MCAs. Na washukuru kwa kupitisha hata budget. Ndio Governor Kibwana na executive wakamilishe hiyo maneno. Kusiwe na fitina. Mimi sio mtu wa fitina kamwe. Ningekuwa mtu wa fitina with anato yake Bwana na andali na muko tinu maivambezo na zia kiama. Okay, mbwana mtu wa fitina. Mimi sio mtu wa fitina. Lakini hebu angalia kumaliza tu kitise. Kumaliza kitise. Mwana kiomona ndia muona ukwetu engineer ya Sebastian Kioni akafutwa kazi. Wana support ya Wiper kitise. Tuachane na fitina. Hakuna maana ya fitina jameni. So I love them. I respect this team. Andelina, you are my sister.
Governor Kibwana is my brother. We work together for our people. Hakuna shida. Hakuna shida kabisa. Kwanza unakondungi this drip. Wana muhimanza Muinyamazia PS Julius Moya na maondo mengi. Ube usiba unani utwando. Watu wazila tumete Simba. Muone. Hiyo county jameni ingekuwa imeweka. Hiyo jameni. Hiyo. Muone. Ami mwingine ni ajabu. Onasi kuriku kwa ajabu vikanzitu hivi awekya. Ile drip. Jameni hii. Hii sio ya kupeleka kwa Muya, amewapatia pesa. Kumaliza. Junior alinisema ni jibu. Ye angejibu. Ye ni deputy chair wa Wiper. Lakini akanitupia maneno. Akasema jibu. Nitajibu. Nijibu nisisijibu. Wiper haiwezi kuwa na uhusiano na kitu inaitwa wheelbarrow. Haiwezi. Because we are guided by principles of good leadership and transparency, fight against corruption. I'm quite sure Mheshimiwa Makao, because nimuuliza Mheshimiwa, hii maneno uliongea? Na kama uliongea ulipatiwa idhini na nani? Because chama kina mpangilio wake. Akaniambia yeye alikuwa amegadhabishwa na ndugu zetu wa ODM. Kwa sababu pia wamechukua pesa nitaandeli na akibwana wakazemba mazemba na sio. Makao alikuwa amekazirika. Lakini za ingine hasira ni hasara. So ndio aliuliza hata kama ni nani tutashirikiana. The position is Wiper Democratic Movement, ANC ya ndugu yangu Musalia Mudavadi, Ford Kenya ndugu yangu Moses Wetangula Masika Wetangula, na KANU ya Gideon Moi. Tumeweka One Kenya Alliance, na hiyo ndio itaunda serikali next August. Na mjue uchaguzi utakuwa kuchagua the new leadership ya nchi tarehe 9 mwezi Agosti next year. Now you cannot change that. Nilisema juzi, you can only postpone elections. Kwa hivyo ndugu huyo anaitwa Francis Atoli awache kufikiria. The only time uchaguzi unaweza kupelekwa mbele ni kama President Uhuru akideclare state of emergency. Kenya iko na vita na Somalia, Kenya iko na vita na sijui wapi. That's the only time unaweza kuextend, postpone election, and even then only for 6 months. And there must be a resolution of both the Senate and the National Assembly. That is the constitution itself. And even after that, if there's need to contest, lazima tena warudi. So that cumulatively, you cannot postpone elections for more than 1 year. In other words, haiwezekani, ni lazima uchaguzi ufanyike tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Na Mungu atujalie Kalonzo atakuwa hapo. Inazungia junior gani na mzungia. Mimi naomba tutakutana na William Ruto kwa debe, aende nyumbani apate proper, atapata marupurupu mazuri zaidi. Because he will be, unfortunately, amepinga BBI. Hata kusherehekea na kusema uchumi wake anataka bottom up. Bottom up ya hii wheelbarrow, bottom up is the other name for kurudisha harambe na handouts. Na huku BBI na sisi tunasema every ward kama hii ya Nguu, Masumba walikuwa apate under BBI. How much? 5%. Na hiyo inatoka directly kwa treasury, national treasury, inakuwa release na ndugu yetu huyu, inakuja mpaka hapa. Sasa hiyo haitawezekana kama BBI haitapitishwa. Na wengine wanaleta pale mambo ya, I think they are really ni wale watu Paul in the book of Galatians aliwauliza inyo akalatia mawa you will know. Kama hujui kuna witchcraft iko mbaya. Wengine wanaroga sijui
You bewitch your own country and bewitch the vision of the country, but by God's grace, all will be well. As we lay our brother to rest today, all will be well. And we'll be there. We'll stand up to be counted. We'll stand up to be counted. Na hapa kusiwe na mabishano. Now I'm talking as party leader. Now, unfortunately, I also agree. Now, I think it was Ngui who said, ni vibaya kuanza campaign mapema. Okay? But I want to tell you this. Ikifika wakati huo lazima hiyo uchaguzi lazima sasa itafanyika. Tukizindikisha ndugu yetu huyu. How really I hate this possibility. So close to the next election, you have to deal with by-elections. I agree, Junior, your driver should be charged with murder. But as your senior counsel, I can tell you, Junior, the best we can get away with is manslaughter. Because you must prove menstrual. Sasa, nataka mujue, Wiper will do exactly like we did in Kitise. There will be free and fair nomination. Yule ambaye atapatiwa tikiti ya Wiper lazima ajiandae yao mashinda wengine. Na wale watakuwa wameshindwa, mkijaribu tena kukimbia na vyama vingine, tukoonana kabike iko. So this is what I had to say, unfortunately, because it's very sad. By the way, kuoni kwa saa mwenge neza manyu. Kwetu hata ku. Neza manyu kwa saa mwenge na manzo. Betikilini wetu manya corona ndugu. Bedukesi manzo aendete oteveze saa mwenge ne kwani wanda kuvingi wa nyumba. Amugwana ngali. Manzo na saa mwenge wakwe corona. Nangaine mzema na boye tuma kone makofi. So we thank you. We thank God for you. And we thank God for the wonderful work you do. Anybody interested in this particular seat, lazima mjue free, fair and open nomination. I even committed the Wiper Party, Wiper Democratic Movement at the National Dialogue these last few days. And others must commit to free and fair nomination. Mwe amwekeneza na mono alo musie la yewa our brother Harrison Ngui in eternal life. Amen. Makofi. Asante, Your Excellency. Now it's my humble TV. Biblia ndeto ya Ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umati. Ina munene ni na muteze kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosani ya maitu bamwe nondo wako.